tufungue akili, hata kama najua wachungaji watachukia. Hivi hamshituki? Yaani wewe tukuombee upate gari, mimi mchungaji mnichangie. Sasa kwa nini mimi nisipokelee hapa madhabahu, si ndo lianzie kwangu? Mimi nikiwaambia ukweli mnachukia, mnasema hana hekima, potelea pote. Lakini tuwazindue mnaowaibia, tuambie ukweli, tuambie ukweli, watu wafanye kazi. Biblia inasema siyefanya kazi na asile, na Biblia inasema Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Wewe unakaa kanisani kila siku kutoka asubuhi mpaka jioni, na mkanyaga shetani, na mkanyaga shetani. Unafikiri ukimaliza kumkanyaga utamgeuza supu? Watoto wako wanahitaji chakula. Kanyaga shetani masaa kadhaa, nenda kakanyage kazi. Rudi, kanyaga shetani, nenda kakanyage kazi. Yani maombi na kazi. Wewe unasoma shetani alilipa nani? Yesu alilipa kodi kwa kutuma watu wakavue samaki. Alikosaje tu kusema kodi njoo? Mwangalie jirani yako, mwambie umechukia. Mwambie huo ndio ukweli, hamna cha kupindisha. Fanya kazi. Ndio maana niwaambie wachungaji, pangeni muda mzuri. Ibada itaanza saa ngapi? Itaisha saa ngapi? Muache watu wakafanye kazi. Hakuna miujiza hapa. Miujiza kwamba watu watapokea hivi. Miujiza ndani ya kazi, kwamba ukipika mandazi Yesu alete wateja yaishe, ukiulima upate mazao upate, ukifungua duka customers waje. Hiyo ndio miujiza Mungu anafanya, kukuletea customers. Lakini sio mtu unakaa kwenye TV unaangalia, unategemea hela zitakuja hapo. Muulize jirani yako, unafanya kazi gani hapa Maua? Au ndio unawe kanyaga shetani? Shetani tutamkanyaga. Tutamkanyaga tukiwa dukani, tutamkanyaga tukiwa shambani, tutamkanyaga tukiwa tunafanya kazi, tutamkanyaga huku tunachakalika, tutamkanyaga. Unakaa tu ni kama wale wa mabinti, naomba Mungu anipe mume, unashinda nyumbani. Unafikia kuja mume mara